Swala la pili, afande CDF, uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wetu, askari namba 1 John Pombe Joseph Magufuli. Rais Magufuli alikuwa askari namba 1 na amiri jeshi mkuu, alikuwa kipenzi cha Watanzania. Kama sio wote basi walikuwa wengi wao, pamoja na askari walikuwa wanampenda sana huyu mtu, na mimi ni mmoja wapo, nampenda sana, nilimpenda sana na still bado nampenda sana huyu mzee. Kipenzi cha Watanzania. Sasa na inawezekana pia hata waliokuwa wanamchukua by that time, kwa sasa hivi inawezekana kuna hali ambayo imeanza kuja kwao, kwamba wanawezekana kwamba wanaona kwamba mtu alikuwa sahihi, kwamba walifanya makosa kumchukia, na hisi hivyo, na kuna baadhi tayari washa admit. Magufuli aliongoza nchi kwa uzalendo hali ya juu. Hamna mtu asiyejua hilo kwamba huyu mtu aliongoza nchi kwa uzalendo mkubwa sana. Kifo chake kimewahuzunisha watu wengi sana ndani ya nchi na nje ya nchi, hilo halina ubishi. Na kuna wengine, nikiwa mimi Captain Tesha nikiwa ni mmoja wao, sijawahi kabisa kupona maumivu ya kifo chake, yani mpaka leo sijawahi kupona maumivu ya huyu rais wangu John Pombe Joseph Magufuli. Naona sijui haya maumivu yataisha lini. Sasa kwa hali hiyo tumeweza kusikia taarifa mbalimbali. Of course hizi taarifa tuliweza kuzisikia mwanzoni kabisa kwa kipindi cha kifo chake. Mimi nilizisikia hizi taarifa mapema sana. Ila sasa nikawa sina taarifa, sina uhakika nazo. Nilizisikia kutoka Kenya. Kuna hawa mabloggers, YouTubers, mabloggers walisema baadhi yao kwamba Magufuli ameuliwa na Kikwete. Kuna baadhi yenu nahisi hizo taarifa mtakuwa mmezipata. Hamna kuficha vitu hapa. Kuna baadhi yenu nahisi hata hizi taarifa mtakuwa mmezipata mwanzoni kabisa baada ya kifo cha Magufuli. Umeona bwana? Sasa tumeweza kusikia taarifa ya kwamba kuna uwezekano kifo kimemsababisha na kupangwa na CCM mtandao. CCM mtandao hao wanaikao kwa watu ambao sio wajua CCM mtandao. Hao ni Kikwete, Rostam Azizi, na marehemu Mungu lazima roho yake malipema peponi Bernard Membe. Hao ndio CCM mtandao ambao wanajulikana na wengine ambao hawajulikani. Sasa hivi tunaanzaje kupuuza taarifa za kifo chake? Tunaanzaje kupuuza hizo taarifa za kifo chake? Yeye alisema kuna watu wanamhujumu, na Kikwete mmoja wapo. Alisema Magufuli bila ubishi. Hawa watu wa Tanzania wanatakiwa mwajue kwamba hawa watu hawana nia njema ya taifa hili. Hawana nia njema kabisa. Hawa ndio wanasababisha maendeleo yasipatikane kwenye taifa letu na usalama usipatikane kwenye taifa letu. Pindi nchi inapotaka kujikwamua iende sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hawa wanatengeneza vipingamizi, wanazuia kwa manufaa yao binafsi. Ikitokea mikataba ambayo ina manufaa kwa nchi, wao wanaingilia kati, wanaichukua wao na wanajinufaisha wao. Wananchi msitegemea kuendelea hapo, mtapata shida. Nashangaa tu changamoto haziishi hospitalini, dawa za wagonjwa. Hivi kweli nchi yetu mpaka ilipofikia mpaka leo hii tunahangaika na dawa za wagonjwa kweli? Hii haileti picha nzuri kwa kweli. Yaani baada ya kwenda mbele kama taifa tunarudi nyuma. Na hawa watu sio kwa kuvumilia. Kikwete sio mtu wa kuvumilia kabisa. Na tusione haya kueleza ukweli. Tusione haya kueleza ukweli katika jambo hili. Hawa watu sio wazuri. Na kwa mujibu wa Humphrey Polepole aliweza kuelezea vizuri hili jambo, kwamba hawa watu walikuwa tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Na waliweza kutaka kujaribu kurubuni uchaguzi wa mwaka 1995. Walitaka waingie wao kwenye huo uchaguzi. Unaweza mkaona sasa namna hawa watu waliokuwa na watu hatari. Hawa watu hawakubaliki, na tusikubali kama taifa. Tusikubali kwa ruhusu wao, kwa sababu hawa watu wakiendelea kuwepo, wakiendelea kushika hizi nyazi, tusitegemee kupata maendeleo. Tusitegemee kabisa. Na tuambiane ukweli wa Tanzania. Na ukweli siku zote tukiambiana ukweli unaponya taifa. Kwa kila mtu akikaa kimya, kuogopa sijui haitosaidia. Tutazidi kurudi nyuma. Hata mfanye kazi vipi, my friend, mtaletewa makodi ya ajabu, mtaletewa hiki, hata faida yenyewe kwenye biashara yako hutaiona. Na ndivyo kinachoendelea hata sasa hivi. Mnajionea wenyewe. Kwa hiyo hawa watu CCM, hawa mtandao sio watu wazuri. Sio watu wazuri kabisa. Wadhibitiwe. Wanalihujumu taifa. Kabisa. Wanalihujumu taifa hawa watu.
wachukuliwe hatua kali, wadhibitiwe kabisa. Na muda mwingine wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo zina nguvu, mfano kama jeshi letu still bado lipo imara sana. Wao wenyewe wanaona hii ni sehemu pekee ambayo wanaweza wakajifichia au wakapita huko kurahisisha mambo yao, mfano wa mambo ya uchaguzi. Wanajua kwamba wakitumia jeshi wanaweza wakapitisha mambo yao, na hili swala sio zuri. Na mimi ningependa nimshauri Afande Seif awe makini sana na watu hapo. Asipokuwa makini nao tutalipoteza hili taifa. Watanzania